Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninakushukuru kwa ajili ya neema ambayo umetupa tena siku ya leo kula na kunywa mezani kwako. Umetutunza usiku zima, umetutetea, umetupigania. Jina lako litukuzwe Baba, jina lako liinuliwe, mfalme wa wafalme. Tunaomba tena, sema na sisi. Tunaomba Baba usikie kuomba kwetu. Tunaomba Yesu Kristo uwe kila kitu kwetu. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Karibu tuambia, mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno linatoka katika kinywa cha Bwana. Hatutaishi kwa mkate tu. Ni mapambazuko hayo mazuri. Tunahitaji kula na kunywa kutoka mezani kwa Bwana. Neno la Bwana ndio uzima wetu. Neno la Bwana ndio kila kitu chetu. Jumbe ambao siku ya leo Mungu ametupa ya kwamba mgoje Yesu, haja kusahau. Samueli wa kwanza ile sura ya 13 mstari wa 5 mpaka 13 ni habari za mfalme Sauli alipokwenda kupigana na Wafilisti. Uwiano wa majeshi haya ulikuwa tofauti. Uwiano wa majeshi ya Wafilisti walikuwa wanaoendesha magari, kikosi chake kilikuwa watu 30,000. Magari peke yake watu 30,000. Magari 30,000. Ukapanda farasi walikuwa 6,000. Askari wa miguu walikuwa kama mchanga wa baharini. Na vita ya zamani sio kama vita ya sasa hivi. Vita ya zamani ilikuwa inachukua uso kwa uso. Sio kwamba mtu anakaa ofisini anapigana vita akiwa mbali. Kwa kama ni uwanja wa vita mnakutana ana kwa ana. Wakati kikosi na jeshi la Waisraeli walikuwa watu wasiozidi 3,000. Angalia uwiano jinsi ulivyokuwa. Na wakati huo kipindi cha mfalme Sauli, ilitakiwa mfalme yeyote kabla hajaenda vitani atoe sadaka kwa Mungu wa Israeli, ili Bwana apate kumtetea kule vitani, Na ilikuwa ni kawaida, sadaka haitolewi na mtu yoyote. Sadaka ilikuwa ikitolewa na mtu anapewa kuhani. Kuhani ndo anachinja, anatoa kwenye ile madhabahu, na ile sadaka ndo inayokubalika. Mtu yoyote asiye kuhani hakutakiwa kumchinjia Bwana sadaka. Sasa walikubaliana mfalme Sauli na kuhani Samueli ya kwamba siku ya 7 Samueli angetokea ili apate kuitoa ile sadaka ya Sauli mbele za Bwana. Na Sauli alipongoja, alipongoja siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, matokeo yake wale askari wa Israeli wakaanza kujificha. Wakajificha vichakani, wakajificha kwenye mashimo, wakajificha kwenye mabirika, wakajificha kwenye miamba kwa ajili ya kukiogopa kikosi kile kikubwa cha Wafilisti. Sauli alipoona ya kwamba siku zinaenda, kuhani Samueli hatokei, nabii Samueli hatokei, siku zinazidi kwenda, siku zinazidi kukatika, masaa yanaenda, askari wake wanatawanyika, amebaki peke yake, shurutisha ya mwenyewe, akaichukua ile sadaka, akaitoa mbele za Bwana. Alipomaliza tu kutoa ile sadaka, Biblia inasema ule mstari wa 10, alipokwisha tu kuitoa ile sadaka, kuhani Samueli akatokea. Na alipotokea tu Samueli akamuuliza, umefanya nini mfalme Sauli? Akasema, niliona watu wanatawanyika, nikaona niitoe hii sadaka. Alipomaliza tu kutoa sadaka, ndipo Samueli anatokea. Sikiliza msikilizaji wangu, hilo ndio lilikuwa kosa la mfalme Sauli, mpaka Bwana akamkataa mfalme Sauli. Sikiliza msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, kabla tujaendelea, naomba usisahau kusubscribe YouTube, kusubscribe Facebook, kusubscribe TikTok, na kushare na kulike na kutoa comment zako na kushare kwa wengine ambao unaona neno hili litakwenda kufanyika baraka zao. Kumbuka ujumbe wa leo Bwana anaotuambia, mngojee Yesu, usikate tamaa, wala Yesu haja kusahau. Nikukumbushe jambo hili msikilizaji wangu, hata kama mazingira yanazidi kukatisha tamaa, hata kama yaoneshi dalili ya kudhihirika
wajibika kwa lile neno alilokuambia Bwana. Usijaribu kutafuta mbadala, usijaribu kutafuta plani B. Kilichomponza mfalme Sauli ni kwa sababu alitafuta plani B. Usitafute plani B. Shikilia hiyo imani yako ndogo ambayo ni kama chembe ya haradali. Ishikilie hiyo, maana Bwana anasema hata kama una imani ndogo kama chembe ya haradali, utauamsha mlima na ukatupwe baharini. Hiyo imani ndogo ndiyo Bwana anayoitazama apate kukutendea. Shikilia hicho, hata kama mazingira yanakatisha tamaa, shikilia hiyo imani yako. Hata kama uwiano wa hiyo dhiki unayoipitia na nguvu ya imani ulio nayo ni ndogo, ishikilie hiyo imani. Usikutisha hayo mazingira kama vile Sauli yalivyomtisha mazingira kuliona jeshi la Wafilisti, kuwaona Waisraeli wanatawanyika. Usikutishe hata kama ndugu watakuacha, hata kama wanasema hawakuelewi, hata kama wanakubakiza peke yako. Shikilia hiyo imani, shikilia hiyo imani, maana pasipo imani haiwezi kumpendeza Mungu. Hata kama unaona kwamba hilo jambo ni kama vile unamwomba Mungu kwa muda mrefu, ni kama Mungu hakusikii, sikia nikutie moyo asubuhi ya leo. Mungu sio kiziwi, Mungu sio muongo. Anasema kwenye kitabu cha Hesabu, anasema kwenye Isaya, amekuchola kwenye vitanga vya mikono yake. Kwa hiyo hata haja kusahau, anautazama kila saa mkono wake, anakuona wewe, analiona hilo jambo. Na hayo maombi yako yamefika mbele za Bwana. Imebaki dakika chache Bwana akutokee. Imebaki dakika chache Samueli akutokee. Imebaki dakika chache Bwana akutokee. Mungu hahitaji miaka ili kulifanya jambo. Mungu hahitaji miezi, hahitaji siku. Ni kama kufumba kope zako, kufumba na kufumbua. Bwana anafanya na kutia moyo sasa. Usiachie hiyo imani, usiache maombi, usiache kumgoja Bwana, usiache kumsubiria Bwana. Hayo mazingira magumu ambayo yanakatisha tamaa, hiyo dhiki ilivyozidi uwiano na kuonekana ni kubwa na inakuvunja moyo, hapa ndipo muda ambao Bwana anakwenda kukutokea. Hapa ndipo Bwana anaenda kujitwalia utukufu. Kwa dakika hizi chache nataka niombe na wewe uliyekata tamaa, wewe uliyechoka, uliyeishiwa nguvu za kumgoja Bwana. Bwana akurudishie roho ya uvumilivu. Roho Mtakatifu aumbe roho ya saburi ndani yako. Roho Mtakatifu akurudishie roho ya kumgoja yeye katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninamsogeza tena huyu mtazamaji mbele zako. Wewe unamjua, unajua ni miaka mingapi amepita kwenye hiyo dhiki. Unajua amemgoja Bwana kwa muda gani, amemgoja Jehova kwa namna ipi. Ninamsogeza mbele zako Mungu. Wewe Mungu unayesema huchelewi wala uhawi. Wewe unayesema kwenye Petro wa pili ya sura ya 3 mstari wa 9 kwamba Bwana haukawiwi kuitimiza ahadi yako kama wengine wanavyodhania. Bwana, ninaomba inua moyo wa huyu msikilizaji na mtazamaji. Inua roho yake Bwana. Ninang'oa roho ya kukata tamaa ndani yako. Ninang'oa roho ya kuvunjika moyo. Ninang'oa ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. 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 Hakuna kukata tamaa. Hakuna kuvunjika moyo. Katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, achilia uvumilivu ndani yake. Achilia roho ya saburi ndani yake. Muinue tena. Muinue tena, muinue kwa ujasiri mkubwa, muinue tena kwa nguvu kubwa. Asimame tena, asimame tena. Haijalishi muda umepita kiasi gani katika hili jambo. Wewe unayesema kwenye Zaburi ile ya 69 mstari wa 9 kwamba wanaokungojea wewe hawataaibishwa, Baba anakungoja, anaokutafuta wewe hawatafedheshwa. Yesu, msaidie mtumishi wako, amekungoja asiaibike, amekungoja
anayekutafuta asifedheheshwe. Yesu mtetee, Yesu mtetee, mtie nguvu tena, mwinue tena, mpiganie tena, mwangazie nuru za uso wako, mwinue tena Yesu, mwinue tena Jehova, mwinue tena Roho Mtakatifu, rudisha tena nguvu ya kusimama katika imani. Anapokuita kama Bartimayo, Yesu umwitikie, katika hii dhiki umwitikie, katika hii tabu umwitikie. Ninamleta yule mgonjwa aliye kitandani, Baba, kwa sauti hii ninaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yake, nguvu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo ninauondoa huo ugonjwa, ninauondoa huo udhaifu, ninauondoa hayo mateso. Haijalishi amekaa kitandani kwa miaka mingapi, ni wewe Yesu uliyemsaidia yule mtu aliyekaa kwenye lile birika. Alikaa miaka mingi, alikosa mtu wa kumdumbukiza kwenye maji. Asubuhi ya leo naipeleka damu yako kwenye ule mwili, hahitaji kudumbukizwa kwenye birika lolote, ni ile damu yako Baba ninaituma sasa kwenye huo mwili, pale kitandani, pale nyumbani, pale hospitali. Ninaituma hiyo damu yako, kwa damu yako Yesu ninaondoa huo ugonjwa, ninaondoa huo ugonjwa, ninang'oa roho za mauti. Mauti hautamla huyu mtu, mauti huyu mtu hata kufa kabla miaka ambayo Bwana amemwekea. Ninang'oa hilo pepo la mauti, ninang'oa hilo pepo la mauti. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, mwachie huyo mtu, mwachie huyo mtu. Huyu sio mgonjwa tena, huyu sio mgonjwa tena, hata kufa, ataishi, ayasimulia matendo makuu ya Mungu. Haijalishi taarifa za matabibu zimesemaje, ninapeleka taarifa ya damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Inene mema kwa ajili yake, unene mema kwenye mifupa, unene mema kwenye mifumo yote ya mwili wake, unene mema kwenye seli zake, unene mema kwenye tishu zake, unene mema kwenye organi zake, unene mema kwenye mwili wake wote. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninakutakasa, ninakusafisha, ninakuondolea huo ugonjwa kwa damu ya Yesu Kristo, maana hakuna ondoleo pasipo kumwagika damu. Nami ninamwaga damu ya Yesu juu yako, ile damu ya Kalvari. Ninaondoa huo ugonjwa, hautaaibika tena, hautafedheheshwa tena. Ninapeleka damu ya Yesu kwa ajili ya huyu mfanyabiashara ambaye biashara yake inakaribia kufa, biashara yake kila siku mtaji wake unapukutika. Roho ya mauti, roho ya chuma ulete, toka kwenye hii biashara, toka kwenye huu mtaji, toka kwenye hii biashara, toka kwenye huu mtaji. Kamba za mauti zilizofunga hii biashara, zilizofunga hii biashara, ninazikata kwa jina la Yesu, ninazikata kwa jina la Yesu. Umemwinulia madeni ili kuwa hii biashara, ninakata hizo roho, ninakata hizo roho za chuma ulete, ninakata hizo roho za madeni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu, mwinulie vyanzo vya kulipa hayo madeni yake, mpe neema ya kulipa hayo madeni, mfungulie vyanzo vya kupata mapato apate kulipa hayo madeni. Ninaomba kwa ajili ya yule mtu anayepita kwenye kipindi kigumu cha uchumi. Wewe Yesu, mwinue tena, mwinue tena Bwana. Mwingine hata hajui siku ya leo atakula nini. Baba, mkumbuke Isaka, wewe ambaye kipindi ambacho njaa Isaka anataka kukimbilia Misri, ndio wakati ambao ulimwambia ukamtokea Isaka, ukamwonyesha visima vya baba yake akavichimba. Ndio wakati ambao ukamwambia pande mbegu, akapanda. Mtokee na huyu Bwana, mtokee Jehova, ametafuta ajira kwa muda mrefu. Baba, mtokee, uliyemtokea Isaka, mtokee na huyu mtoto wako, mtokee na huyu mtoto wako, mtokee Jehova, mtokee Bwana. Imarisha hatua zake, imarisha hatua zake Bwana. Kuna huyu kazini ameonewa vya kutosha, alitakiwa kupanda cheo, alitakiwa kulipwa mshahara wake, amesimamishwa kwa kuonea. Baba, faili lake ninabatilisha hilo maamuzi yaliyofanywa ndani ya faili lake. Ninawaleta viongozi wake wote, kama ilivyokuwa kwa Ahasuero. Bwana, ulimkosesha usingizi kwa ajili ya Mordekai ambaye alionewa kwa kazi aliyomfanyia Ahasuero. Baba, ulimkosesha usingizi. Ahasuero akakumbuka, akasoma taratibu zote za vitabu na kumbukumbu, akamtendea haki yake Mordekai. Bwana, ukamtendea haki huyu mtumishi wako, ukamtendea haki huyu mtoto wako. Hana mtetezi mwingine,
mwingine, hana mwingine wa kumpigania. Yesu uwe mfadhili wake, Yesu umuonekanie, Yesu ukamtetee, Yesu ukampiganie. Ninabatilisha hayo maamuzi, ninatengua hayo maamuzi, ninatengua hiyo misimamo ya mabosi wake katika jina la Yesu Kristo. Ninapeleka damu yako ndani ya mabosi wake, damu yako na inene mema, haki yako ikamtokee mtumishi wako, haki yako ikamwonekanie mtumishi wako. Ninaomba hata kwa ajili ya yule mwanafunzi ambaye Bwana anaenda shule, haijalishi ni hatua ngapi ya shule yake, Mungu amekuwa elewi, Mungu amekuwa faulu kwenye mitihani, hata mwingine anafaulu lakini sio kwa kiwango kilichotarajiwa. Baba mtokee, Yesu mtokee. Wewe Yesu ambaye uliwafungua kina Kleopa, ukawafungua kwa neno lako, ukawafungua akili zao wakapata kuelewa maandiko. Ninapeleka damu yako Yesu katika ufahamu wao, ninawafungua akili zao wanafunzi wapate kuelewa hayo masomo, wakapate kufanya vizuri kwenye mitihani yao, wakaelewe maswali kwenye mitihani yao. Baba, ninaweka mikononi mwako, usimpite mwanafunzi awaye yote, usimpite Yawe, usimpite Jehova, usimpite mfalme wa wafalme. Ninamleta hata yule ambaye Bwana amekata tamaa, ninang'oa roho za kukata tamaa, ninang'oa roho za kuvunjika moyo, ninang'oa kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, achilia nguvu mpya tena, achilia ujasiri tena ndani yake, wa kusonga mbele, wa kuendelea mbele, wa kukutafuta wewe, wa kukuishia wewe, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Ninaomba tena Roho Mtakatifu kwa ajili ya huyo ambaye dhiki imekuwa kubwa, dhiki yake yamkini sijaitamka, lakini unaijua. Ni wewe Yesu, unasema umeshinda ulimwengu, ulimwengu wenye dhiki umeushinda. Tujipe moyo Baba. Ninaomba tena kwa ule ushindi ulioushinda Kalivari, kwa hili jina la Kalivari na damu ya Kalivari, ninapeleka kwenye hii dhiki, ninaing'oa hii dhiki yake, ninaiondoa hii dhiki yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu usiyesema uongo, kila neno ulilolisema utalitimiza. Unasema umwambii mwanadamu uongo, wala uwezi kujuta. Kumbuka ahadi uliomwahidi mtumishi wako, kumbuka ahadi uliomwahidi mtoto wako. Yesu, ikumbuke, ukamtimizie ahadi yake, ukamtimizie Bwana, ukamtimizie Jehova, ukamtimizie Mungu uliye mwaminifu, ukamtimizie hiyo ahadi. Inua moyo wake Bwana uliokata tamaa, uliovunjika Bwana, inua tena, arudi kukuita wewe kama Bartholomayo, aendelee kuliitia jina lako, aendelee kudumu kwenye maombi, aendelee kukutafuta wewe Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninamleta tena huyu mtoto wako ambaye ametengwa na ndugu, amesingiziwa maneno ambayo sio ya kweli, wamemkataa, wamemtenga, amekungoja wewe Bwana wa wokovu wake, kama Zaburi ya 69 unayosema mstari wa 9. Bwana amekungoja wewe. Mungu mtetee, asiaibike, asifedheshwe. Yesu mwinue katika kutengwa kwake, mpe tena marafiki wapya watokao kwako, mpe ndugu wa kumkumbatia, mpe ndugu wa kumkimbilia, mpe ndugu wa kumtegemeza, mpe marafiki wa kumtegemeza. Bwana Mungu, alipo pale jangwani peke yake, haoni njia ya kutokea katika hiyo dhiki, muoneshe njia Bwana, muoneshe njia Yesu Kristo. Damu ya Yesu unene mema, damu ya Yesu uwe nuru, maana wewe ni nuru ya ulimwengu. Ukawe nuru kwa huyu msikilizaji, ukawe nuru kwa huyu mtazamaji, ukawe nuru Yesu, ukawe nuru katika siku ya leo. Siku ya leo ninaweka mikononi mwako, uende pamoja naye, uso wako uende pamoja naye, uso wako uende pamoja naye, uso wako uende pamoja naye, ukampe ushindi katika hatua zake, akakurudishie sifa wewe Bwana, akakuinue wewe Jehova, akalitukuze jina lako Bwana. Jina lako na litukuzwe kwa mtumishi wako, usimwache wala usimpungukie, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakubariki kwa damu ya Yesu Kristo, ninakubariki kwa jina la Yesu Kristo, ninakubariki kwa nguvu za Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu aende pamoja na wewe. Yesu Kristo aende pamoja na wewe. Uso wa Bwana uende pamoja na wewe. Usipungukiwe kwa jambo liwalo lolote, katika jina la Yesu Kristo. Usikate tamaa, endelea kumgoja Bwana, endelea kumgoja Bwana. Bwana hahitaji miaka kulifanya hilo jambo, kulitimiza jambo lako. Ni kama kufumba na kufumbua kwa kope zako, ndivyo Bwana anavyokutendea. Inuka kwa ujasiri. Bwana hajakusahau, Yesu hajakusahau, yu pamoja naye. Nyanyuka kwa ushujaa, nenda kwa ushujaa, ikabili milima kwa imani yako hiyo ndogo kama punje ya haradali. Uiamuru milima ikuachie, kwa maana Bwana anaitazama imani yako apate kutenda. Nyanyuka kwa ujasiri, katika jina la Yesu ninakubariki. Sikia msikilizaji wangu, usiache kushare hili kwa wote ambao unaona hili neno litaenda kuinua mioyo iliyokata tamaa. Share, like, subscribe, comment, follow, ili Bwana apate kujitwalia utukufu, ili Bwana apate kusimama, ili watu wengi wakutane na Mungu kwa neno hili la asubuhi. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Bwana Yesu akubariki. Bwana wa mabwana Yesu Kristo, mfalme wa wafalme Yesu Kristo aende pamoja na wewe. Nenda kwa ujasiri, usiogope. Amen.